na wana Kakamega. Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Speaker wetu wa National Assembly, gavana na magavana wote na Otuoma, mawaziri wamefika hapa. Kwanza ningependa kusema pole kwa familia ya ndugu yangu Renson kwa kumpoteza mama. Najua ni uchungu sana kumpoteza mama, na hakuna wakati mzuri wa kupoteza mama. Mimi najua Renson, roho yako sasa hivi iko chini, lakini ni kuomba kanisa izidi kuombea familia hii, ipeane joto katika familia hii so that you can recover. Renson, you are a dependable player in the Kenya Kwanza government. Wewe kama DPP tunakutegemea sana, haswa kwa vita dhidi ya ufisadi. Tungependa umalize matanga, ukuwe na nguvu, uweze rudi ofisini ambapo tunajua uko na changamoto mingi kabisa kupigana na ufisadi. Leo nimeona watu wamekuja hapa kwa wingi sana kwa sababu ya mapenzi ambayo wako nayo na wewe. Na tungependa tu tumalize so that you can go back to the office and support our president in the fight against corruption. Jambo la pili, mimi ni kushukuru viongozi wetu, haswa viongozi wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula. Kwa mara ya kwanza tumeona calmness katika area hii, na tumeona kwamba tuko na muongozo mzuri wa uongozi. So we are praying for you. Zile ofisi zenyu ambazo mmekalia mnafanya kazi mzuri. Mheshimiwa Speaker, kila wakati mimi nafuata bunge and I can see the level of sobriety that prevails in that National Assembly, and I want to congratulate you. Unafanya kazi mzuri, haswa mambo ya separation of power. Umeweza separate power ya executive, power ya legislative arm na power ya judiciary. I have seen you've been on the forefront on ensuring that you advocate for proper funding ya judiciary. Na mimi ningependa kuomba uzidi kuongezea judiciary pesa, kwa sababu bila sisi kuwa na pesa ya kutosha katika judiciary, all our other institutions will collapse. Ile kitu ambaye uliniumiza tu ni kukata pesa ya political parties. Weta alikata pesa yote ya vyama, sasa vyama haina pesa kabisa. But you are doing a good job. Jambo la mwisho, tukiwa katika kaunti yetu hii ya Kakamega, tukiongozwa hapa na gavana wetu, Gavana Fernandez, ningependa kushukuru gavana. Unafanya kazi yako, unajaribu kufanya kazi yako, na kila uongozi iko na changamoto yake. Mimi ningependa kukuombea mema. Najua tulisimama na wewe kura, nilifanya kila kitu iwezekanavyo. Wimbo zangu zikaimba leo malala kwenyanga malala, lakini siku ya kupiga kura nikachanganyikiwa, nikaanguka. So mimi nimesema nitazidi kujaribu kuomba Mwenyezi Mungu siku moja nikuwe kama wewe gavana wa kaunti Kakamega. So when I grow up I want to be like you, nikuwe kama gavana wa Kakamega. So mjue mimi bado niko, na nakushukuru ile kazi unafanya. Nimeona hata barabara Ngoni ya kwenda kwa Renson, tunakushukuru sana, umeunda hiyo barabara. Lakini gavana, usingoje matanga ndio uunde barabara. Mimi ningependa kukuomba gavana, barabara hii ya kutoka Makuga kuenda Shinoi mpaka Ingote haipitiki gavana. So usingoje matanga yangu ndio ukuje uniundie barabara. Wewe uko na pesa ya kufanya maendeleo hapa, tutakupatia nafasi ufanye na maendeleo. Mimi sitaingilia masuala yoyote, sitakutukana, nitakupatia nafasi ufanye kazi. Lakini kuomba tu zile projects Oparanya aliacha kwa barabara, tafadhali gavana, jaribu umalizie hizo projects. Sisemi ya umalizie, lakini nakuhimiza
na kuhimiza umalizie hizo projects. Na mwisho, huyu gavana ni rafiki yangu. Sisi huongea kwa simu, mtu asiwadanganye ati kwamba sisi tuko na uadui. Hata wakati anakuja kuongea na rais katika ikulu, sisi tunaongea pamoja na tunamuomba. Na unajua ni vile hajawaambia, kila wakati anasema kwamba in 2027 Luyas must be in government, and that is why I agree with you, Governor. Hiyo injili yako ambayo unaongea kwamba Waluya wote tukue kwa serikali, mimi naunga mkono. Ni vile tu hujawaambia watu kwamba kukua kwa serikali ni kusupport William Samoei Ruto. Vile pia hujaambia watu kwamba wewe ni rafiki wa rais, kwamba unakujanga jioni tunaongea na wewe na rais. Najua hii mambo ya wewe kuja jioni na ukikuja hapa mbele ya watu hausemi hiyo maneno. Fernandez, mimi sifurahi. Huyu anakujanga jioni. Na kama anadanganya ukuje uambie watu hapo. Tunaongea pamoja. Ningependa sasa kwa wazi uunge mkono rais kwa wazi. Na hata 2027 mimi nimeambiwa, rafiki yangu Faruk aliniambia kwamba wewe unakuja kwa chama cha UDA. Mimi nakuunga mkono ukuje kwa chama. Sasa kwa ile nominations za ugavana tutakuwa pale Khalwale, Fernandez na mimi. Yule ambaye atashinda kwa nominations anakuwa gavana wa kaunti ya Kakamega. But as the Secretary General, I want to assure you we shall have free and fair nominations. Mimi nitakupanga vizuri kabisa. Otherwise, asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana katibu mkuu wa chama cha UDA. Jambo ambalo amesahau ni ya kwamba magovernors wote nchini Kenya wanashirikiana na rais kwa shughuli ya maendeleo, kwa sababu katiba inasema we must have collaboration and cooperation between the two levels of government. So mimi nikiwa hapa najua wazi ya kwamba serikali kuu na serikali ya gatuzi are serving the same people. Ningependa kumkaribisha deputy governor wangu, mtoto wa pastor. Najua ameshiriki pakubwa sana katika matanga hii. Dakika moja salamia congregation ya watu wa Kakamega.